Filemon sura 1:10-19. Na mwingine nitaishia tu Psaume 39:5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais je veux bien, tu peux utiliser ma mienne. Okay. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et même à moi. Je te les renvoie à lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans le chêne pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Amen. Comme un frère bien-aimé, et de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, et s'il doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je payerai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Amen. Amen. Psaume 39:5. Puis à la page. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours. La mesure de mes jours. Que je sache combien je suis fragile. Je suis fragile. La parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tumeelewa ilombe tusome Kiswahili, si ndio? Mungu atubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Moyo wangu unajaa furaha sana ninapowaona hivi. Najisikia kufurahi zaidi, kwa sababu mtoto alikomaa. Nilikuwa napanga siku nyingi nifike hapa, sababu nyingine najitokeza, lakini juzi binti wangu akanambia, mama, unajua kama kuna mkutano Gosheni na itaisha siku ya Mungu? Kamwambia Mungu anipe nguvu nifike Dimanche. Amen, amen. Nilikuwa nafikiri nafika hapa asubuhi, nikazuilika kwa sababu ya madhaifu ya mwili, lakini nikajitahidi tu nifike. Ninashukuru kuona mtoto amesimama kwenye madhabahu. Unajua ukilea mtoto na mtoto kikomaa vizuri na kuwaka furaha ya mzazi. Sasa mimi namuonaka nasimama, moyo wangu unajisikiaka huko na nguvu tena. Na ninataka na nyinyi musikie kama jinsi alivyokuwa ananisikia. Na utabarikiwa. Amen. Ndio mama ya baba yangu wa kiroho, mke wake yule ambaye nimlea, nilionya kwake mingi. Kama mimi naweza kuwa mimi nabii yule. Ndio. Nilikuwa nachunga tupange mkutano kia kupike majiste hapa. Amen. Anafanya profesi zenye labda mimi naweza piga swata zake zinakuwa hivi. Mungu atubariki sana. Amen. Ile ni presentation na fikiri inatosha ile. Niko na pointi ndaongea mwi 15 minutes tu, sasa zangu niko nazihesabia, ambayo nasema la responsabilité. Acha tuanze kwa mkono mwambie la responsabilité. Au kisho kingine esprit ya responsabilité. Amen. Tumesoma maneno
na tuko na somo ambalo nasema un jour est une vie ou un jour une vie. Ni somo ambayo nimepata ufunuo kutoka kwa Mungu na inakuwa ya mrefu sana, lakini naongeaka kipande kipande. Ana somo moyo zimaliza msiku. Haleluya. Iko theme iko vast na inakuwa 3e edition ya hapa inaitwa Bashal, yani maturité. Na mwi somo ya maturité nilipenda tuongee juu ya un jour une vie. Na depuis jeudi tuko na isomo niliintroduire jeudi. Vendredi nikaongea point nikasema ilikuwa point inasema ikala ujirudie yako. Maisha avec la maturité pamoja na kugoma ya leta inatulomba tuikale chini tufikirie. Hailombi Roho Mtakatifu wa kuonye, hailombi tena mzazi ya kuonye, lakini peke yako lazima uikale ujue nitatembea namna gani, nitafanya nini na nini tena inanibidi kutenda zaidi ya hapa. Haleluya. Amen. Na kama unaweza fika maisha haukwaki na muda ya kuikala uwazi, maana uko nyama. Manake muweye destinite na yala kabisa. Lakini mkila mwanadamu muna kile kitu cha kuikala ajirudie, ajifikirie. Nimetoka wapi, niko wapi na ninaelekea wapi? Nimeharibu wapi ili kwamba nitengeneze wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na leo nitaongea juu ya kitu sana kama inaitwa responsabilité. Paulo anaandikia Filemone habari za Onesime. Anamwambia mkadri ya kumusi kuelewa madhaifu ya Onesime wakati alikuwa na Filemone. Lakini katika maandiko hii ndio kuna tunatire somo yetu. Paulo anasema hata kama Onesime alikuwa haiko itile kwako, lakini permeteni kuambie kwamba ile faiblesse ilituma unamkatala, mimi nilimpokea. Na presa wala kumpokea, nilimchukulia. Sasa mimi namureanvoyer tena kwako. Parce que alishakuwa itile. Sikia, Paulo anakamata sasa maandiko yeko kuzito tutasoma pale. Anasema kwamba mimi namrudisha, na kama kuko cause inaweza tuma ulimkatala, unihesabilie hayo mimi. Haleluya. Amen. Kama kuko kosa inaweza tuma unachukia Onesime, lakini kwa kunireconnect kama vile baba yako, huyu mtoto nilimzala mu mateso, nilikuwa mu mafungo, pour dire que Paul wakati alikuwa kwa prison ndio evangile inafikia Onesime. Haleluya. Onesime anafikia kuamini, kukubali Mungu wa Paulo na kufuata Mungu wa Paulo, kuamini Yesu Kristo. Paulo iko mgereza parce que nesa kwamba aseme nilimzala en étant prisonnier, esclave. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina mtoto wangu mmoja nimemzaa Kampala, anaitwa Success. Kuzala mtoto nje ya kwenu na kwenu kuna utofauti. Asifiwe Bwana. Amen. Tuko humu tuna watu ambao wanareve kukuwa watu wakubwa na kufanya mambo makubwa. Mweye mko mimba ya reve unataka ifikie sehemu. Lakini ninakuombea ili kwamba Mungu yepeke akoriente mu maternite kwenye ile mimba yako itenda saliwa. Niko nasema tena, Mungu wa neema aoriente ile reve ya aitilie maternite kwenye itazaliwa kwa jina la Yesu. Lakini pia niende zaidi niseme ya kwamba mu maisha ifo kukubali processes za Mungu. Nipatile mzako mkono mwambie tu hivi, kwa naitika processes ya Mungu. Parce que ni kitu kikubwa ambacho haiko kila mtu anaitika. Processes ya Mungu inaweza kuwa long term au court term. Haleluya. Lakini anayepitia hizi processes anawajibika kuelewa ama kujua mapenzi ya Mungu iliyo ndani ya mpa. Amen. Hauwezi kuwa mtu mkubwa, hauwezi fikia viwango vya juu kama hautakubali njia ambazo Mungu anazitengeneza kwa. Amen. Mumaisha ukitaka simplicite, urahisi, utakufa kirahisi. Elewa kwamba kitu kinapatikana murahisi kinaisha murahisi.
parce que hakina upoga au kisikili buchungu kukigaspia ama kukiharibisha, parce que ulikipata mfacilité. Mais kenye ulipata msouffrance, kenye ulipata ulishasibire mapene, kila kitu unakikamataka na gharama. C'est pourquoi utakomprendre mwenye kona esprit ya pauvreté anapenda uzisha beiko kumwili yake na jana wake yake. Ndio. Acha niende zaidi nisujie kwamba esprit ya kwanza ya kuleta pauvreté ni kujizisha hata telefoni. Amen. Hauzi sema amen. Amen. Acha nishaye kopi. Tu unajua nipatikana murahisi, na unaweza ipata. Mais ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Asifiwe Bwana. Amen. Paulo anasubiria nasema hivi, kama kuko deni, aseme mie peke wa Paulo ninaandika kwa mkono wangu. Hiyo neno niko nasubiria. Donc anakamata un responsable, c'est quelqu'un qui se porte garant. Ni mtu mwenye anakubali kukamata gharama ya mtu wala ya kitu. Na hii kukamata gharama usifikirie kwamba ni jambo jepesi, ni malipo, ni sacrifice. Amsaidia Mungu. Amen. Sijui kama niko nieleweka. Uko nalia kazi, eske mwi pepo ya pupa uko nayo? Utaweza kuwa responsable? Asubuhi nilisema hivi, responsable ama responsabilité inatulomba mambo matatu. Ya kwanza intelligence, ya pili sagesse, ya tatu compréhension. Sasa ili vitu vitatu kama viko muwe, hata uombe Mungu, mon frère ma sœur, utabakia pale pale. Nilisema hivi jeudi, c'était vendredi. Kuna vitu vingine wenye hailombi tena ufunge, uombe, utoe sadaka, unene kwa lugha, parce que tunafikiria kama kunena kwa lugha ni kutiisha. No, lakini kuna vingine kusudi vifunguke maisha yako, ni comportement yako. Mwambie sasa mwenzako vile, kama uyashanje comportement utakoma. Yaani unakoma tu. Unakoma. Tu hata uombe. Wakati unatafuta jipresent ile kitu inakuja, Mungu anasema bwana mimi nataka kujibia. Mimi mwenye atakuservire ni mtu mwenzako. Na huyu mtu haifai ajietidie wewe. Na tajietidie wewe par rapport na makomportement zako. Unaajira kama unawezaka jimetenire ama je, yani émotion. Niliambia watu asubuhi, attention avec des émotions. Un responsable, celui qui a l'esprit de la responsabilité, hakuwaki émotionné. Mwenye kuna roho ya responsabilité hakuwaki émotionné. Ukitumika par émotion, ukiongoza par émotion, ukiiba par émotion, ukihubiri par émotion, utaharibisha. Ukipenda mtu mwe emotion, ona sasa emotion itaisha, utaregrete, utaisha kumi ni maneke. Amen. Unajua kuna tofauti ya mapenzi na kufurahiwa ama kutamaniwa. Na kuna watu wanaishi mu distraction hapo. Garso anaweza kutamani lakini hakupendi. Hapana, mama emotion tu aliona tu navala unabadilisha kidogo kwa stress, anazania sema ndio mwisho. No. Ni vitu vingine hivi. Écoute, acha fujo. Alléluia. Est-ce que niko très clair? Amen. Si ça c'est maisha. Daudi anasema kwa kitabu cha Zaburi, Bwana unifundishe nijue siku zangu jinsi ziko zinatembea. Na zinabakia ngapi? Nijirudie yako, nikuwe responsable. Responsable ni mtu mwenye anaprendre acte ya donc responsabilité ya acte zake. Donc unakuwa conscient na yenye uko nafanya asubuhi. Usikuna kamata kila neno mublagi. Pourquoi? Kuko neno mtu anaweza kuambia mumuza kumbe yuko serieux. Amen. Kuna neno mtu anaweza kuambia mko mnachenga kumbe ashakugonga. Amen. Msakuacha acha unafiki. Unajua sasa ya hypocrite. Yote mwenye anaweza cheka na wewe. Na anakia anakuambia wenye waliongea pembeni. Kumbe na yeye alienda ruasha kule. Mtu anaweza nyamaza kimya, sikusema alikosa ya kukwambia, lakini anapoona nyoko nasema
akikuchilia anajizaraulisha mwanya manzi. Kama mwanzo kusikona jibia kila kitu. Responsable asemaki. Responsable ajiteteaki. Responsable ajipendezeshaki. Ninakwambia roho ya responsibility kwa jina la Yesu. Ninaachilia kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Amen baba. Amen. Wakati unaongea na mtu unasema kuambia mimi niko responsable. Hapana mkinywa. Responsabilité inajimanifeste à travers les actes. Amen. Bien uko nafanya ndio itatupatia position. Hapa ni wapi na unastahili kuwa wapi? Responsable ni mtu mwenye iko na reflexion. Ana réfléchir au-delà. Parce que wakati Mungu anaamua kukukabidhi madaraka, jukumu, yani ndani yako ulishafikia niveau fulani ambayo inakamilika. Mungu anajua sasa hapa naweza kumkabidhi huyu hiki kitu kwa sababu atanichungia nacho. Cha kwanza Mungu anaona emotion, mko kwanza reflection, akili zako. Akili tunaivya. Hauna uko mtu wa hekima. Ya pili hauko mtu wa kutoelewana, unaelewa haraka. Parce que mtu mweko mature, mweko responsable, anaelewaka contraire na municipalité wake. Amen amen. Ona, c'est pourquoi Mungu alitiaka tu mwanaume akuwe tuteur, akuwe responsable. Parce que sans ya compréhension mwanaume inakuwa au-delà de compréhension mwanamke. Amen. Amen. Mwanamke anaagir par des émotions, mais mwanaume anaagir par des actions akishakuwa na uhakika ya kitu. Amen. Bwana mimi nakwambia, haupendi kunifuatilia. Baba yako iko ndio pressure yangu mimi. Amen. Sawa ulichamuka mimi lakini napola. Nilisema kwa asubuhi kanisani. Unaongea tu mwanamke mlipamba anaanza waka. Sasa, na kwa baba nyumba, unasikia watoto, wako wanatia fujo, hausemi mwanaume na comprendre ili mie na watoto tunaendana wapi? Amen. Bwana deputy bwana kupigia, haukamata simu. Maana kulikuwa naongea na wengine, acha vile, acha ma emotion. Kuwa responsable. Komala. Jipange sawa sawa. Parce que maisha kwa tuko tunaenda, laisse-moi te dire, mwenye uko naomba Mungu akutananishe naye, iko na besoin kutana na mtu mwenye iko deja perfection. No, oh my God. Anapenda kutana na mtu mwenye hata mlisha tena. Kwa kubariki mwanangu. Amen. 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 Hivi tujua kutumia mega pupa kuna panike nini? Mega na tuma donc wewe responsable ni mtu anaelewa kama kuna kwa siku ya kupata na siku ya kukosa. Mjua walikuima tu mega utavumilia maisha ya krizi ya mvulima. Parce que début unaanza shida kuvumilia krizi ya mega. Est-ce que utavumilia krizi baada kufukuza na mnyumba? Utavumilia krizi na mwanamke azalo kosa la kulipa maternité. Mega unazishindwa. Utavumilia kutoka maternité bila yola. Unashinda kuvumilia mega. Utamtika uzale bila kutoka maternité na kufukuza kichwa. Parce que réalité iko mnyumba yoko na lomba. Realite kwa mkazi nyoko na lomba. Muna mkazi kwako uko baba, mkazi uko travailleur. Mwenye boss mwenye ko responsable anapaswa kutraiter selon na niveau yake ya responsabilité. Anakwambia toka pana na lori kichwa wewe mbafu wewe. Papa msema sona ikao unazania sema haya naweza nikosea sababu mimi baba Kristadi. No, Dieu va Kristadi c'est toi mais si tu travailleur. Kwa kubariki Biblia. Haleluya. Kwako uko baba, kwako uko mama, lakini mkazi uko mtumishi. Nikwambie hivi kidogo, wewe unataka kazi ya ofisi, ni kazi ya kuajiriwa, ndio Kiswahili kingine. Kuajiriwa Kifaransa pose. Engagé. Kazi ya kuwa engagé, ile makazi unataka ile
ni esprit esclavagisme inekala mweya kukuwa na kushitula kila 5 la Mungu. Tumika na mwana kushinda miaka ama mwana kushinda masomo. Kama wewe ndio responsable, Mungu akuokoe. Mimi niko naongea labda wewe unajuaka. Ndio. Parce que huyu mtu kwanza yeye pekee iko responsable de ses choix. Iko responsable wa kwake, wa maisha yake. Incompris labda anaweka na wengine mkupitie ile kazi. Sasa ukitaka kumdetenye parce que uko responsable. C'est pourquoi mon responsabilité c'est na naomba mko kwanza connaissance na sagesse. Kama hauna connaissance, kama hauko compétent, hauko édifié, hauna akili. Ona, utaambia watu wote mtoke mwende natumika kazi yako. Utakia comprendre nyuma kama wewe ndio duru kushinde bebali yetu. Parce que mene bakuangaje banalombaka kitu inaitwa CV. Na mwana mseve banalombaka attestation inaitwa bonne conduite LVML. Unajua tena banalomba vile vyote. Baadiski mkartio ulipigwa na piganaka, mkartio natokana na baba watu. Niliambia watu hivi evangeli, mtu anakuviaka mkazi yake. Mwizi anakuviaka tu mwizi. Kama kuokoka. Na baraka anakuviaka tu mbaraka. Na pastor anakuviaka tu mpaka. Na menishe anakuviaka tu menishe. Alors, mwili vitu vyote, jua kama mimi nabeba charge. Na hivi mimi nabeba charge ya watu fulani ama mtu fulani, ya watu ngapi? Lazima kwanza mie nijirudie hapo, nikuwe na hii roho ya kuelewa, ya kujua kama nikiputre, sema kuputre, nikiputre 100 personnes nayo nafanya nini? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Responsable nilisema hivi hachokaki. Anakuwa na esprit yenye iko ya revolte chaque jour. Et attention, être responsable haiko masifa. Ni charge yenye unapewa ili kwamba kenye kiko mweye ukitransmettre kwa mwingine. Nikasema hivi, hakuna siku utakuwaka chef wakati unapigana na chef yako. Manake automatiquement uko na proclamer roho ya utumwa iendelee maisha yako. Oh, erreur za responsable wako ni experience ya avenir yako. Amen. Yote kenye responsable wako atafanya kwa nakiona opposite ama unajiopose contre yake. Unajua. Kume Mungu alitaka mwile erreur akufundishe wewe. Na ukiona mo problem hautaendelea. Amen. Unajua nisa fanya vile uko kichwa yako haina akili yako haina akili. Depuis tulingiaka pale, vraiment tuko tunaona Claire. Wewe Claire alikuja hapa. Mlimpotezea wa Claire. Et ça se fait souvent kwa subalterne. Chuma napendaka ba corriger ba leader yao. Unajua kama leader akianguka mfoti ni juu yako. C'est pour ton bien. Unajua kuna mfano kidogo inasema hivi. No? Iko na udhaifu. Anakubeba vile ni juu aproteger uzima yako. Anakubeba vile tu wewe unaiona udhaifu, na yeye anaitika aende vile juu ufike salama, uliacha watoto nyumbani. Siku zote utasemaka kiongozi unakuwa natia trouble mkichwa yake akudesoriente mdestine. My God. Kiongozi amewekwa ili kwamba akuingize munjia ya mafanikio. Na siku unamkosea unamvuruga akili. Ile sapandile yake inasimama pile zinaisha. Obscurity inaingia maisha yako. Amen. Kama giza ingetokea, kama nuru ingetokea, giza nafanya. Amen. Kama unaweza kusichokozea kiongozi wako. Naeleweka? Musase yote tafuta kuwa mtu mzima. Oh, mimi hapa nisiko naona Claire.
Ima sababu wanipendi, wengine wako napanda eske kupanda hapa ni fieri. Unaona hizi siku bose mkazi, manake mimi sielewi, haeleweki, responsable hakwaki na imani ama sura moja. Analamka usubuhi alicheka magharibi na shirika. Sikufuata manyumba, wewe ndio mnapendaga so kupatia matandresse na maimero. Attention, il y a des jours so teke mpale ndio ta comprendre que huyu bwana kumbe kubaka na chekaka. Ilikuwa kakulia. Amen. Aya mbili bote, mimi tu nasema nisitume, baka patia ile microphone meti, nini sasa? Ungaliki naimba jezi, basi kukonsole, basi kukonsole. Kitu, nimene na telele tuombe. Kitu kenye hautafichikaka kulidere wako, ni comportement zako. Basi hata ufanye sambla, yeye Mungu anamrevela kazo saa zote. Mimi hata mkikana mko ndongea na wewe naye atakugundua. Sasa yeye ndio anajua una merite wapi. Ewa tuache kujinomea imagine ba pastor. Entre pastor iko sifa, le frère. Acha mchungaji wako yeye peke akupange. Anajua sasa hapa huyo anakamilika. Responsabilite hawaipige anaki, mtu anafanywa na responsabilite. Asante sana ndugu yangu. Ndazikuja kwa maisha. Babangu akiroa pumzike mahali pema. Na roho Bwana atembee tena naye mahali apumzika. Amen. Anaamua kusema waombee wa pastor. Lakini mbele ya hapo nilikuwa niko mwinjilisti. Nilikuwa mwintercession pamoja na mama yangu, nilikuwa mwandishi. Ananiambia tangia leo utoke mbichi kwa napanda kumazaba. Mimi nikamwambia babangu, mzee, nipande kumazaba nilikuwa nikala hapa. Niko nafanya nini? Sijui kazi nafanya. Sasa uko nikala tu unaona niko nataka kupromvoir baadhi ya kanisa. Nikamwambia mzee, siku napanda hapa maana niko na kazi. Tukabebana naye. Bo. Siku mwaka ananiambia hivi. Tunatafuta ombea pastor. Kisha ona ikidi yani kama Mungu ambariki sana baba. Ananiambia mimi ndio kama anapatia papier, andika liste ya pastor. Kumbuka kama ni evangeliste. Kama nione Zanza. Ona kiongozi wako anapofanya mambo huwa anakupima wewe. Ndio. Nikaandika. Kisha nikampatia papier. Akaniambia huyu hapana. Eske wewe unaandika huyu? Nikamwambia mimi niandike sijui vingine. Basi kiongozi wako roho yako anakuwaka nayo hivi. Ndio. Kiongozi anabeba roho yako. Au mkorale na mimi nakuombea mu maisha. Uitike Mungu akupatie neema. Uko kwa hata administrator hata mkurupe basi. Bora tunao ulikuwa kiongozi. Ni neema. Frère, usikatabake cheo baba. Bonne pasteur. Kama ni cheo, ona hata ya watu mbili. Mwambie mimi ndio chef. Ça fait du bien. Mira sana baba. Ça fait du bien. Labda wewe ujue haya mshefu. Bapime tu ambie tu pasteur mwa patangia leo unakuwa ona roita vimba. Akanambia mbona wewe ujiandiki nikajacha tu kwa evangelist. Ndio anaanza fasa maflash, anafanya flash ale flash tu. Flash ale ambia alors tu recopies encore, mimi na recopier. Kaambia voilà. Kisha kanambia j'étais piégé. Haleluya. Amen. Kitu kikubwa maisha, cheo hawaipiganiaki. Ina mtu anazaliwaka nayo. Na kama ulizaliwa nayo, Mungu yeye pekee ndiye anayepandisha kwa wakati wake. Paske hautaniambia kama kuolewa ni hitaji. Kwa kwanza nikukoroge kidogo. Kuolewa inafikia tu muda Mungu anakomparate huyu anamerite bunyu. Ya pili ina dependre na maagano.
kuoa ni sasa yenyewe ni vitu tu normal. Anje tu nafikia sema bon mimi naona tu divine nini. Donc muweye ile kutaka kuwa na mzigo wa mtu karibu inajiimpose. Amen. Umumie hamuniona kiako. Mwikazi bosi kwa na promouvoir na una mwanzo ya ulozi ni kukuwa na wivu ya maisha ya mwenzako. Amen. Hautashanza kama mwenzako hivi na kwa. Sitakuwaka wewe na wewe hautakuwaka mimi. Na kila mtu amaintenir position yake. Amen. Mungu atubariki. Amen.